Karibu mheshimiwa. Sasa mheshimiwa nataka tulie sehemu moja hii. Tulie kabisa tulia. Mheshimiwa karibu. Ya no reforms hiyo. Nakushukuru sana. Mimi ni mbunge sasa kwa awamu mbili. Naenda awamu ya 3 na sina mashaka na awamu yangu ya 3. Nimekuepo hapa toka 2015. Kabla ya hapo nilikuwa diwani na mwenyekiti wa halmashauri ya Geita, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita. Nimefanya kazi, nimeingia hapa bungeni 2015. Tumefanya kazi na marehemu Magufuli mpaka 2021. 21 Mama Samia akachukua ngoma hii. Sasa tunaenda kufanya uchaguzi wa 2025. Lakini naona kuna watu wanazunguka wanasema no reform, no election. Kwa mimi naona ni kama wanataka kutukimbia tu. Uwezo wa kuzuia uchaguzi najua labda kwenye chama chao. Hakuna tatizo. Tumekuwa nao hapa bungeni miaka yote. Walikuwa wanasusa miswada, akidi inatosha tunapitisha. Sasa mara nyingi nawaambia hasara. Wao wanasema no reform, no election. Labda kwenye chama chao. So ukisikiliza Watanzania huku nje ni vyama vyao ndio chama chao ndio kinasema hiyo slogan. Lakini vyama vingine vyote vilivyosajiliwa vinazungumza uchaguzi. Na sisi tuko tayari, na sisi hapa watu wote wako kwenye pressure ya uchaguzi. Tunamaliza bunge mwezi wa 6. Tunarudi kwenda kuchaguliwa upya atakayerudi au atakayebaki. Na bila wao kwa kweli mimi sioni kama kuna raha. Sijui kwa nini wanataka kutukimbia. Na niliwaambia nilifanya kipindi fulani Wasafi. Nikawaambia mimi maombi yangu ilikuwa nataka Lissu apite ili awe mwenyekiti kwa sababu najua tumefanya naye kazi humu ndani. Uwezo wa kuongoza hii taasisi ni asilimia ndogo sana. Na watu wanasubiri tu no reform, no election. Lakini ndani kule Chadema kuna kubwa zaidi ya no election. Kuna kubwa zaidi ya no election. Tuwe hapa tuauishi mwezi ujao. Utaona kitakavyoumana. Na hata mheshimiwa wao pia kuna baadhi ya wanachama waliandika barua kujaribu kununulia Hii G55 sio kwamba ni wajinga. Kama chama chenye demokrasia kilitakiwa aache ziara aje wasikilize. Yeye anaita wajinga lakini wanaeleza vitu vina fact. Wewe unatangaza kuzuia uchaguzi. Halafu uelezi mbinu. Unaandamanisha watu. Sawa, watu si wajinga na sisi hapa Mheshimiwa Rais tukimaliza kupitisha budget tutaachiwa. Tukaende kufanya ushawishi kwa watu wetu. Tupige maneno. Watakuja wapige kura. Halafu mwisho wa siku huna mbunge hata mmoja. Sasa mimi ninachoamini kwamba kama ni rais mpole ni Mama Samia. Kama ni rais mpole ambaye amewapa uhuru kupitiliza watu wa Chadema na vyama vingine ni Mama Samia. Nimekuepo wakati wa Kikwete, nimekuepo wakati wa Magufuli, nimekuepo. Hawakuwa na uhuru. Sasa unapewa uhuru tena unaanza kuweka masharti. Unapewa lift kwenye gari unataka kupiga na honi. Hakuna uchaguzi. Sisi tumeshajiandaa. Kwa mfano mimi kwenye jimbo langu nimeshajiandaa uchaguzi wa madiwani, nimeshajiandaa uchaguzi wa mbunge mimi hapa na nitarudi. Nilitamani kidogo aniletee mtu strong ili anijaribu angalau kunisheki. Lakini kwa kazi zilizofanywa na Mama Samia ni Mtanzania wa ajabu sana na mtu mwenye uchama peke yake ndio anaweza akasema tusifanye uchaguzi. Haya usipofanya uchaguzi wewe ni mtu mwenye akili umeenda shule. Maana yake hakuna serikali. Maana yake hamna bunge, hamna budget. Halafu maisha yanaishia mwaka 25. Tuanze vurugu kama Wakenya. Wakenya wamebomoa nchi yao yote, wameimaliza na makombora na mamishare. Halafu leo wako mezani. Mnaanza tena kujenga magorofa. Hatuachi uchaguzi. Hamna kutupa gwanda. Mimi nataka nawaambia mgombea wetu wa makamu katibu mkuu wa chama aliwaambia si juu yetu sisi kuwakumbusha. Lakini mimi nawaambia Watanzania hasa wa jimbo langu na Watanzania wanaonifuatilia uchaguzi uko pale pale. Hizi ni mbwembwe tu na tumesizoea. Tumekuwa nao bungeni hapa. Kila mara wanakimbia miswada. Wanatoka nje. Tunapitisha miswada na leo. Kwa mfano nataka kukumbusha mswada wa ujenzi wa reli ya mwendokasi kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro. Walitukimbia huko ndani. Lakini ndio wanaongoza kuomba lift kwa Kadogosa. Wasitupe gwanda. Wao waje tushindane kwa hoja. Mwanasiasa sio kususa. Mwanasiasa tutaachiwa ni kupiga maneno kwenye debe. Tutazungumza kwenye jukwaa, halafu tuende kwenye debe. Nimuombe sana Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wetu wa chama, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania wanaelewa kazi kubwa uliyoifanya. Sasa una matatizo mengi, kuna madaraja yanaenda, kuna miundombinu unatakiwa ukaribishe, tuna ufunguzi wa daraja mwezi huu. Hacha kusikiliza hizi poyoyo, tuachie. Sisi wanasiasa tuna muda wetu. Timiza yale ambayo Watanzania tuliyokubaliana nao kwenye Irani.
masuala ya no reform no election tuachie sisi. Ukifika muda tukiachiwa ndo tunataka kumuona wewe anayetuambia sisi tusifanye uchaguzi. Halafu atuambie tunaenda kula wapi. Lakini mimi narudia tena kusema, niliwahi kusema hili genge la wahuni, iko siku mtakuja kuamini haya maneno. Ipo siku. Fukuto lililoko ndani ni kubwa zaidi kuzuia huo uchaguzi. Kuna fukuto la kumuondoa Lissu. Very soon. Mimi naongea tu kwa sababu mimi ni mwana CCM. Na mimi tunaendana siasa na mimi ni mwana harakati. Fukuto hilo kama huamini, Tundu Lissu ataitisha mkutano mkuu uone kama hajara kichwa. Kwa sababu sasa sielewi hata Watanzania unawashawishi wasifanye uchaguzi kwa sababu ya unachokingangania ni madaraka. Tueleze future yote. Tunagombana tusifanye uchaguzi kwa sababu wewe upate madaraka, upate nini? Mbona mwaka 2010 tulikuwa na wabunge 80 na kitu, mlipita wapi na tume ni ile ile? Mlikuwa na hoja nzuri za EPA na escrow. Na tuletea porojo halafu uzuie uchaguzi. Kwa Tanzania watakuchagua kwa no reform. Lete hoja za msingi. Kulikuwa na EPA, escrow, Kwa Tanzania walijua kabisa watu wana research, wanataka kusaidia nchi. Sasa unakuja kutuletea tugome kwa sababu ya tume ya uchaguzi. Is it true kweli? Msomi wa akili msomi? Hapana. Wasitupe gwanda, tukutane. Hii ndio 2025. Tulioisubiri kwa hamu, waje wasitupe gwanda. Mimi sitaki watukimbie, wakitukumbia tunakosa raha. Tutakosa uondo. Msitupe jezi, njoni tugombane kwenye majimbo. Nashukuru. Hii uitoe na hapo nitumie.